Bana, leo movie inatusafirisha moja kwa moja mpaka jijini Washington DC, Marekani hapa, ambapo tunamuona rais mpya aliyechaguliwa, Mr. President yupo ndani na First Lady pale, anamuomba First Lady ampe mzigo leo usiku, lakini First Lady anakataa, anamwambia wewe mwanaume nakuchukia sana, kwanza utanitia magonjwa, sitaki unisogelee hata karibu. Yaani penzi lao lina visa sana mpaka wapeane lazima wasumbuane. First Lady alikasirika, akamkichwa kwanza, akamtia kifuti, akamweka bonge la kofi. President akaenda chini pale. First Lady akaokota glasi, akamtia glasi ya kichwa. Bado akamkalia chini, akaendelea kumtia makonde mazito sana kifuani. Yaani penzi la vita. Ila wakati linaendelea, kuna security service mmoja alikuja pale, akawaita akamwambia jamani, waheshimiwa veni tuondoke. Akamwambia sawa, tunakuja. Tutafutie tu mtu wa makeup, tunakuja. Upande wa pili huku tunamuona Berry na Sharon wanaendesha kibaiskeli chao bala blue, tutawaona baadaye. Huku airport Dawn anaongea na mkewe anaitwa Lily. Amwambia jitahidi uwahi. Sawa baby. Huku tunaona upande wa pili ni wapishi wa ikulu wanapanga vitu. Akapewa simu, akamwambia ongea na baba. Akamwambia njoo ikulu kuna kazi kidogo huku. Akamwaga mkewe, akamwaga na mwanae, akatoka nje. Ile anafika nje anakutana na mpenzi wake wa zamani anaitwa Ruth. Anamwambia nimekuja kumchukua mwanangu, akamwambia over my dead body. Hiyo kitu siwezi fanya. Mwanangu aondoke hapa. Basi kule ikulu waliendelea kupanga maboksi kama kawaida. Wakachukua maboksi wakayapanga, wakaingiza jikoni, mambo yakakaa sawa. Ila wakati wanaendelea kupanga, Nancy alipiga simu akamwambia Berry, Ruth anaomba aje aongee na mtoto angalau kwa lisali moja tu, alafu akimaliza ataondoka. Akamwambia sawa, jitahidi. Ila hakikisha anatumia lisali moja, siongeze muda zaidi. Nancy akampigia simu Ruth, akampa taarifa. Kule airport tunamuona bibi Nancy na Bobby. Hao wana jambo lao, tutaliona baadaye tu. Kule ikulu Juma anakuja kumwambia Mrs. President kwamba mwanae amegoma kwenda kwenye sherehe ya kuapishwa babake. Kwa nini mwanangu hataki kwenda? Sitaki. Wewe umekataza John wangu asije, mpenzi wangu. Akamwambia mwanangu, twende kuone babako anavyoapishwa. Yani familia ina kero kweli hii. Kule airport ndege imegoma bwana kwa sababu kuna tatizo la hali ya hewa. Lily akampigia mumeo akamwambia naomba nilale guest maana hatuwezi kuondoka leo. Akamwambia sawa, jitahidi. Muda ukafika, President akatoka na First Lady ili waweze kwenda kwenye shughuli za kuapishwa. Lily akampigia simu mumewe akamwambia ndo naingia guest hivyo. Kidogo Bobby akamfuata Lily akatupigia guest kidogo. Akamwambia lakini kwa nini unanifuata? Akamwambia naomba kidogo leo tuwe wote, mwenyewe sina mpenzi hapa, nipo mwenyewe. Tukirudi huku ikulu ndo washaondoka hivyo, wanaingia kwenye ukumbi kwa ajili ya kuapishwa. Watu wakasimama wakashangilia kuwapokea, wakapanda jukwani kwenye stage pale, wakacheza muziki kidogo wa kufungua show ili waweze kuapishwa, shughuli zianze. Lakini pembeni tunamuona kuna binti mmoja hivi ambaye huyu ni mchepuko wa Mr. President. Huyo hapo kavaa gauni jekundu. Roho inamuuma balaa. Lakini tukirudi kule ikulu, Berry kazi ghafla mtoto wa president anaitwa Gian anaingia ndani kalewa. Anasema nataka nikalale, lakini huyu kaka anisindikize mpaka chumbani. Watu wakashangaa wakasema hii mbona kali. Ile unafika chumbani, binti wa rais anataka ududu, anamwambia nataka ududu. Akapiga magoti chini ili anyonye. Tukirudi kule airport, Berry aliweza kumshika paja la Lily bwana. Lily mzuka ukampanda. Bobby akamwambia mimi nipo chooni, nimetangulia nifuate. Akamwambia naogopa, akamwambia njoo ni kwa leo tu. Akamwambia hapana, sije kumtiti mume wangu, akamwambia njoo ni leo tu. Jamaa alimshika akamweka ukutani akambamiza akampa vitu. Kule nyumbani Ruth aliweza kwenda kumsalimia mwanae lakini akagoma kuondoka bwana. Akawaita wenzake, wakaleta fujo pale, wakamnyang'anya mtoto. Kule ikulu kile kibinti cha rais bwana kililewa sana, kikasema eti kimebakwa na huyu bwana Berry. Kumbe sio kweli. Ruth wakamchukua mtoto wakaondoka naye nje. Bibi analia sema na mjukuu wangu jamani, nataka mjukuu wangu. Rakadusha wakamuingiza kwenye gari wake na Ruth wakaondoka naye, yakabaki manyoya. Binti wa rais anasema amebakwa. Kwa hiyo Berry akapewa bonge la kesi, ikabidi akamatwe pale, hayuko chini ya ulinzi ili kwanza uchunguzi ufanyike. Lakini baada ya Lily kupigwa mzigo na Bobby kule chooni airport, alipigwa simu na mumewe, ikawa inamuuma sana. So unajua tena ukishamaliza kuzini siku zote inaumiza akahisi leo nimemsaliti mume wangu. Sitarudia tena. Bobby anamwambia usijali, mume wako kwanza ni mpuzi. Kwanza huyo ni malaya. Akamwambia hapana, mume wangu nampenda. Ikulu basi kule president alimaliza kuapishwa, akarudi nyumbani, watu wakawapokea, wakaingia ndani, ndo rais kashaingia mjengoni White House hapo. Bobby karudi kwenye ndege na mwambia wewe binti ni mtamu sana, nataka tena twende ukanipe cha pili. Ndio mpumbavu, kwanza na hama city. Usiku Mrs. President anakuja anapewa taarifa na binti yake kabako, akaenda akamfuata akamwamsha akamwagia maji. Akamwambia mpumbavu, tabia zile za kule nyumbani unazileta mpaka White House. Kwa nini unanitia aibu hivi mwanangu? Hapana mamlaka kali ni baka. Hapana.
Kwanza msimsikilize, huyu ni muongo, kesho nampeleka soba. Akasema Mrs. President kwamba kesho nampeleka mwanae soba house. Huku anaonekana bibi Nancy yupo kwenye gari anawaza kwamba atampata wapi mjukuu wake Kaylin. Huku Ikulu watu wakaambiwa kwamba waachane na huyu binti, maana binti ni mpumbavu. Berry yupo kwenye gari anahuzunika, akapewa kesi ambayo wala hausiki nayo. Lakini baada ya Lily kufika nyumbani tunashangaa anamkuta yule Bobby yupo ndani. Akashangaa huyu mwanaume kaingiaje hapa ndani? Ngambia nimekuja maana nakupenda. Nimekuja tumalizie tulichokianza. Bobby kapanda kitandani, eti anamsubiria Lily aje amalize. Lily akachukua bastola na mtishia, toka kwangu, niue kama unaweza. Ghafla akampiga risasi ya ubavuni.